kusoma Uislamu, kujua Uislamu ni jambo ambalo ni wajibu wa kila Muislamu. Maana ukiangalia katika jamii, vijana wengi huzembea katika ghafla, wengi wao katika ghafla, hawajishughulishe na kuijua Uislamu. Na kujua Uislamu inatakiwa kupatiwa kipaumbele, sababu hakuna jambo ambalo linazidia dini yetu hapa duniani. Hakuna jambo ambalo linazidi dini yako ewe Muislamu. Allah Azza wa Jalla amesifu Uislamu akisema, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa miongoni mwa neema kubwa kubwa ambazo Allah Azza wa Jalla katuneemesha nazo, neema ya Uislamu, kinyume na mengine ambao ni ya kidunia watu hushughulishwa sana kuyajua. Maana Nabii sallallahu alaihi wasallam qad qala ad-dunya mal'una wa mal'unatu ma fiha illa dhikrullah wa man wala. Dunia imelaaniwa na vilivyomo vimelaaniwa. Sababu gani? Mambo mengi ya kidunia ni kumtoa mtu kwenye usawa, kwenye dhikri. Mambo mengi ya kidunia inampumbaza mtu an dhikrillah azza wa jalla. Idha yaqulu subhana ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Enyi mlioamini, mali yenu na familia zenu zisiwapumbaze mkamsahau Mola wenu an dhikrillah azza wa jalla. Kwa hiyo kusoma dini ya Uislamu ni wajibu kwa kila Muislamu, wajibu kwa kila Muislamu, sawa kana saghiran au kabiran, sawa atakuwa mkubwa au mdogo. Tunajua baadhi ya salafi wameanza kutafuta ilmu wakiwa na miaka 40, fi arbainat baada talabat alilm, kutafuta ilmu fi arbainat. Abu Bakar ibn Abdullah al-Qaffal min a'immati Shafi'iyya bada talab al-ilm fi arbainat, ameanza kutafuta ilmu akiwa na miaka 40, fa asbaha imaman, na akafikia kuwa imam marji'i ya madhhabu Shafi'i fi arbainat. Maadama moyo ungali unasalimika, basi inaweza ikaipokea ilmu na hadi kuhifadhi Qur'an. Utahifadhi Qur'an na miaka imeshasonga mbele. La tayasu min rauhillah, usikate tamaa kwa rehema zake Allah Azza wa Jalla. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Azza wa Jalla upatia rehema zake yule utakaye. Kwa hiyo shab, kijana bado hajajua kuisoma Qur'an, bado anashughulishwa an Qur'an, na iko na fursa. Kesho tazeeka, utakuwa na familia, utataka uelekeze, itakuwaje kama uko sufuru liyadin? Soma Qur'an, ikaa chini usome Qur'an. Mimani la yata'allaman, almutakabbir walmustahi. Mbili haizi kasoma. Ya kwanza ni mwenye kuwa na kibri na haya, kuwa na haya. Maana alhaya shu'batu min aliman, lakini hakuna haya wa kutafuta ilmu.
utafuta ilmu hakuna haya. Mimi baba anaambia sisi tuishakuwa watu wazima, tuwezi kukaa hapo na watoto tunasoma. Unaleta hiyo kuwa udhuru kwamba yeye ashakuwa mtu mzima. Hakadha sha'nu ibilisi, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ashakuwa mzima siwezi nikasoma. Takabbara fafasaqa an amri rabbi. Ikaa usome, la tastahi fi talab alilm. Kadhalika almutakabbir la yata'allam, na fi'lan inaonekana ni sifa ambazo zinasifika ndani watu wengi ambao wanashindwa kusoma dini ya Uislamu. Harakati zingine za dini utaona ndani, lakini kuja harakati za kusoma watu wanarejea nyuma. Tusome dini yetu sasa, anza nurani qaida, anza kadha wa kadha, yafsoma tilawa hakadha, panda, anza hifadhi hiyo. Hapana, mimi nishakuwa mkubwa vile ni vya watoto. Allahu almusta'an. Hakuna dini ya watoto wala ya wakubwa. Dini inahusu kila mtu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bih fadaya'uhu min a'zami khusrani. Fad-din man hafidha dinan sada wa man dayya'ahu saqata. Dini ambayo anahifadhi sada, Allah azza wa jalla umuinua, na ambaye anaipoteza dini yake basi